Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tusikilize historia ya maisha ya Mtakatifu Bernardino. Mtakatifu Bernardino alizaliwa mwaka 1380 huko Itali na alifariki mwaka 1444 huko Itali. Padri wa shirika la Wafransisko wadogo, kuhani mhubiri wa kuzunguka kutoka sehemu moja hadi nyingine, mwandishi wa masuala ya teolojia. Uwezo wake mkubwa wa kuhubiri na idadi kubwa ya watu waliobadilika maisha kupitia mahubiri yake ulimfanya ahusishwe na nyanja zote za mawasiliano ya umma, matangazo na uhusiano wa kijamii. Mahubiri ya Bernardino yalikuwa na mvuto mkubwa, yalijaza viwanja vya miji ya Italia. Maelfu ya wasikilizaji walimiminika kumsikiliza na kushiriki katika ibada za kipekee zilizohusisha kilio cha toba kwa pamoja, kuchomwa kwa vitu vya anasa na ubatili, pamoja na kutoa pepo wachafu. Alikuwa mpatanishi maarufu katika mapokeo ya Kifransisko, akijitahidi kupatanisha koo na makundi yaliyokuwa yakigombana katika dunia yenye misukosuko ya kisiasa ya kipindi cha Renaissance. Mara nyingi ziara zake za kuhubiri zilihitimishwa kwa upatanisho wa watu wengi, ambapo wasikilizaji walishawishiwa kubadilishana, yani busu la amani. Bernardino alikuwa na uelewa mkubwa wa changamoto za maisha ya kawaida ya kijamii na alijaribu kusawazisha maadili ya Kikristo na tamaduni za heshima za kijamii zilizosisitiza kulinda hadhi mbele ya watu. Alifundisha kuwa chanzo kikuu cha migogoro katika miji kilikuwa ni uzushi na maneno mabaya dhidi ya wengine, jambo lililosababisha matusi na mara nyingi visasi vya wanaume wenye hasira. Washirika wake wa kushangaza katika kazi yake ya kuleta amani walikuwa wanawake ambao walikuwa sehemu kubwa ya wasikilizaji wake. Mtakatifu huyu Bernardino alikuwa anajulikana kama mlinzi wa dhidi ya sauti ya kupwea, dhidi ya matatizo ya kifua, dhidi ya matatizo ya mfumo wa upumuaji